Weze baki. Kwa sisi wengine hapa wametuna si bila ndage tuonekane, si ndio? Kushakucha sasa kuswampa. Hujui hapa tumeamkaje, tunakula nini? We safari, si ndio manake? Wewe mwanamke wewe. Wewe mwanamke, naomba tuheshimiane. Sawa? Wewe unashindwa kuniita jina la wazifahamu? Ungekuwa unataka heshima, ungekuwa unawahi kurudi nyumbani. Unaenda huko unakaa, muda unaojisikia wewe sasa hebu ngoja niende nikaone wale, nikawasalimie wale vile ndage kule nyumbani. Ndio unakuja mpaka mtoto anatuletea wachumba wa Facebook. Utasema una akili timamu, wewe ni baba wewe. Hebu nisikilize nikwambie, Asha, nisikilize nikwambie kitu. Mimi sipendi bwana hivyo vitu. Mimi sitaki unajua. Kwani unakuwa hivyo wewe mwanamke? Kila wakati humu ndani ni magomvi. Ni ubabe utakusaidia nini? Hebu angalia sasa maneno yako naongea. Hivi kama mtoto anasikia, tunajenga picha gani? Acha asikie. Umezidi. Na ndio maana mpaka mtoto anakuita mjomba, kwa sababu hutulii. Wewe kukicha safari. Ukikaa huko ukiona sasa hawa vinini vilishavimisi nyumbani ndio unajifanya unakuja sasa. Unajua naondoka humu ndani kwa sababu gani? Naondoka kwa sababu yako wewe. Kidole na macho. Nitakutovuga. Somo tuone. Mimi naondoka humu ndani kwa sababu yako. Mineno, vurugu, ubabe, utakusaidia nini? Mineno yako mimi inanichoma, inanishinda. Hii kata yote hii una madeni. Kila sehemu ni madeni. Nimelipa madeni mpaka mengine amenishinda. Kuto mzima tu pukala. Kama mke wa share. Asa nakwambia kitu kimoja. Nakwambia kabisa. Usipobadilika hiyo tabia yako, huu mfumo wangu hautabadilika na mimi. Tutaishi hivi vyafu tuone. Sawa. Ndio tutajua. Huu ni ulimwengu wa kambale. Mtoto ndevu, mkubwa ndevu. Hii nyumba nilijenga kwa sababu ya mikopo. Usinitishe babu, nenda. Kwa hiyo sasa hivi wewe nawe ni kambale, sio? Sasa kama wewe ni kambale, mimi nitakuvua tu. Tena nitakuvua kwa ndoano ndogo sana. Halafu tutaona. Tutaona, unajeuri. Lazima urudi. Mimi ndo Asha. Sasa shoga yangu, mbona toka kumekucha unaekaeka tu? Ni nini? Yaani na mambo ya ajabu sana huko ndani. Yaani hata sijui nianzie wapi. Kuna Msukuma amekuja hapa nyumbani kwangu. Anadai kwamba anataka amuoe Shani leo. Na ikiwezekana wakae hapa nyumbani kwangu. Msukuma? Au ni yule anaye landalanda mtaani huko amevaa mashuka? Huyo. Ana hela sana? Ndio huyo. Ana hela wapi? Ni mshamba kupita maelezo. Kwa hiyo sasa wewe una mawazo gani? Mawazo yangu hayana majibu ya kile ninachokifikiria. Hapa namhitaji Mungu zaidi, ila sidhani kama itafanikiwa. Shoga yangu, haya ni maisha tu. Hebu tuwape muda. Huenda tunavyomfikiria Msukuma hayuko hivyo. Lakini pole sana rafiki yangu. Mungu ndio kila kitu. Mimi naamini Mungu atakusaidia. Asante. Okay. Usiwazi sana bwana. Yatapita tu. Ete. Ngoja. Naam mjomba. Sisi tumekuita. Tuna mawili matatu na tuzungumze. Tuone tunaweza tukapata mwafaka gani wa mazungumzo yetu. Mjomba na mama, naomba nyinyi zungumzeni tu, ila mwisho wa siku ijulikane jinsi gani mimi nampenda binti yenu. Kwa hiyo nyinyi mkizungumza, mupambe, murembe, mimi nipo tu. Nataka kujua ni jinsi gani mimi nitakavyoweza kumuoa nani? Binti yenu. Hicho ndicho kitakuwa kitu kizuri. Kisumbaza na jina hicho. Yaani wewe baba wewe, mimi na wewe tunashindwana hapo tu. Una kidomodomo utafikiri vile mtoza kodi za vikoba. Mjomba, unamwona mama huyu? Anapenda kuninyasa. Kwani ananyanyasa sana huyu? Ngosha. Sio kila mara mtu anaposema basi na wewe basi una kila sababu ya kupanic. Leo hii unataka kumuoa yule binti Shani kwa sababu huyu ndio mama yake? Basi ifikie wakati sio kila mara akisema na useme.
kaa tu kimya bwana. Tunaelewana vizuri? Sawa. Sasa ndio wewe ni kocha. Lakini mpaka dakika hii tunajua wewe ndio ni ngosha. Lakini hatujajua wewe ni msukuma wa wapi. Mimi baba yangu ni mtu wa Bariadi. Huko wilaya ya Shinyanga. Sasa kipindi cha kiangazi, si unajua unahama na mifugo. Akajikuta anachoma sehemu moja kunaitwa Sumbawanga huko wilaya ya Nkasi huko. Unashuka chini kabisa kule, unakutana na mji mmoja unaitwa Kirando. Pale akapanda gari ya Ngosaba, mifugo ikamfuata nyuma. Akaenda mpaka wapi? Mpaka Namansi. Alipofika Namansi ndio tukazaliwa sisi. Kwa hiyo mimi nimegawanyika katika pande hizo. Katika pande mbili. Upande ya kwanza ni Msukuma, upande wa pili ni nani huyu? Ni Mwarabenga. Ni Mwarabenga. Mwarabu. Na wasiri wa Mwarabenga. Sawa Mwarabu. Sasa bwana Mwarabu, kuna kitu mimi nataka nikijue kutoka kwako. Sawa lolo. Hivi Mama Shani. Hivi Shani alishawahi kusafiri kwenda kokote wewe? Hapana, hajawahi kwenda kokote. Binti yetu mpaka mnatengeneza mahusiano na leo hii mnataka kuoana. Wewe na Shani mlikutana wapi? Nakumbuka mara ya mwisho mimi nilikuwa nimesema juu ya jiwe. Nilikuwa nachunga, niko machungoni. Nimeweka fimbo yangu hapa. Niko na ng'ombe wangu yule Mbuguma. Si unamjua Mbuguma? Najua huyo huwezi kumjua. Mpaka nikutajie lile jina lenu ambalo mmelizoea. Huko anamuitaga Zagamba. Ana nundu kubwa hivi. Ng'ombe ninayemtegemea pale katika ng'ombe zangu zote. Sasa nikasikia ntui. Kuangalia hivi naangalia vi-emoji. Shani amenitumia vi-emoji. Alivyokuja kunichanganya ni pale alipotuma picha yake. Bengwe. Toto ni mzuri sana. Nikasema hapana. Ndio chanzo cha mimi kuja Morogoro kumtafuta Shani na kufanya naye maisha. Facebook. Facebook. Tena alikuwa ananitumia vi-emoji. Vi-emoji vingine vimecheka. Vingine vimekenua. Emoji za makopa. Kuna siku alinitumia hadi picha yake. Hapo ndo nilipodata, nikasema hapana. Huyu amenidatisha, na ngoja nimtafute. Kabidi nimpigie simu. Haya. Sasa mimi na Mama Shani hapa tumezungumza mambo mengi sana. Sawa. Na kati ya mazungumzo yetu tulikuwa tunataka tulizungumze ile swala tulimalize. Wewe unataka kumuoa binti yetu. Sawa. Ndio. Ndio. Kama unataka kumuoa binti yetu, sisi tayari kuna mazungumzo nishazungumza na mama yake Shani. Hayo ndio mambo nilikuwa nataka niasikie. Sasa lengo letu kubwa, tunataka tukabidhiwe mahali ya binti yetu yote, isibaki hata 100. Sasa bwana mjomba, hapo kwenye keshi tunakamwaga maziwa, lakini huwa hayafiki keshi. Labda kidogo mngesema, unajua mimi kule nyumbani na ng'ombe hizi 1000 hizi 5. na ng'ombe 5000. Sasa mniambie tu, mnataka niwaletee madume tupu au niwachanganyie na majike? Nataka niwape ng'ombe 50. Mnataka madume tupu au mnataka na majike? Sisi tunataka hela. Toka ng'ombe nani? Sasa Msukuma anaga hela. Labda akupe hilo shuka hilo vaa. Msukuma anaga hela. Msukuma ana ng'ombe. Sasa unaenda unauza hizo ng'ombe unatuletea hela? Nianze na kuswaga mimi ng'ombe na kati nataka ng'ombe, nyinyi mnataka hela? Tuletea ng'ombe, madume tupo tuletee. Bebe nao. Labda nijaribu kumpangia ba mdogo na shangazi. Waangalie jinsi gani na kuweza kulifanya. Lakini watu wa mjini ni wajanja sana. Yaani anza ukasema ukamkabidhi ng'ombe twa jana kucha. Naofia jambo hilo. Nikawakabidhi ng'ombe, msinikabidhi mtoto.
Sasa ni bora nimpigie baba yangu na shangazi waje mkabidhiane. Kwa hiyo ng'ombe hao watakuja na babako na shangazi. Ndio. Sasa wewe unasema si unaweza wajanja. Kwani hapo unaishi upo wapi hapa? Nipo kwa Shani. Shani anapo. Hapa kwa mamake Shani. Sawa, nimechanganya hapo. Nipo kwa mamake na Shani. Sasa kama upo kwa mamake na Shani, ina maana una imani na sisi tena? Naamini. Basi sawa, wewe wasiliana na ndugu zako waje tufanye haya maswala, kwa sababu ni swala ambalo limebaki ni hilo tu. Mimi niseme jambo la mwisho, Mama Shani. Huenda mimi nimekukosea sana, ila wewe ni mama tu. Naomba unisamehe. Samehe, niruhusu kwa moyo wako mmoja. Mimi ni moyo Shani jamani. Nampenda sana binti yako. Umesikia maneno? Nimesikia. Basi sawa. Limeisha hilo Ngosha. Nashukuru sana. Sauda. Unajua ni kitambo sana. Nakwambia kitu ambacho kipo Sauda. Ila natamani siku moja tukae tuzungumze kama zamani. Ila kuna kitu ambacho nataka tuzungumze Sauda. Maana wahenga wanasema tembo ashwindi na mkonga wake. Kwa hiyo kuna kitu pekee ambacho kipo ndani ya fikra zangu kwa sasa. Natamani kuona Ngosha akiweza kumuoa Shani. Kwa hiyo umewaza ukaona hiyo ndo plani yako iliyobaki. Haswa? Je, dadako akikataa? Hawezi kukataa. Hawezi. Ila sawa. Unajua mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Ni kweli. Unakumbuka kipindi kile? Ulikuwa huwezi kula? Huwezi kulala mpaka uje kwetu kuniona. Buga njia kwetu. Inawezekana, tunajua mapenzi yana nguvu sana. Ni kweli, lakini yale yote yalikuwa yanafanyika asiyekuwa na ukweli ndani yake sana. Wapi bwana? Sasa ndio hivyo. Ila tu kuna kitu nataka nikwambie. Natamani sana baadaye ungekuja ili tuende tukaanzie pale tulipoishia. Hilo halitowezekana. Kwa nini sasa? Hivi unajua kabisa kwamba mimi na dada yako ni marafiki wa kushibana. Tena ni zaidi ya ndugu, naweza nikasema. Naomba nikombe kitu kimoja. Nikombe tu. Atuache yote yaliyopita. Sawa? Mimi na wewe tu kama ndugu. Kama nilivyo kwa dada yako. Yaani sahau kila kitu. Acha bwana Sauda. Haunielewi. Ombi langu ni hili moja. Yaani kuanzia leo, kuanzia sasa hivi, dakika hii, sekunde hii, nichukulie kama dada yako. Sawa bro? Sauda. Hatari. Na mambo sio mabaya. Haya bwana. Mimi mnyonge. Hodi mamdogo. Mamdogo hodi. Karibu. Asante, kuna ugeni huku. Shani. Karibu mwanangu. Asante mamdogo, shikamoo. Marhaba, hujambo? Sijambo. Mamdogo. Huyu kijana unayemwona hapa anaitwa Ngosha. Ni mwanaume ambaye tunataka kuoana. Nimempeleka kwa mama. Lakini mama amekataa kabisa, hajatuelewa yani. Kwa hiyo unataka mimi nikusaidieje?
niende kwa mama yako au unataka nifanyie? Yaani hapo mama mdogo, ombi langu ni moja tu. Huyu Ngosha apate hifadhi hapa. Yaya. Shani, mimi siwezi kubaki kwa mama mdogo hapa. Shani, wewe mimi unajua nakupenda sana Shani. Sasa niwache nibaki kwa mama mdogo. Mama mdogo, mimi nikwambia kabisa, haiwezekani hata kidogo. Yaani haiwezekani. Bali, Wewe unataka mimi nikusaidie? safi sana mama mdogo. Mimi mama mdogo, kitu ambacho nilikuwa nakuomba, yaani bila nini. Mimi ungetupa ka chumba haka na ka godoro haka. Mimi na Shani ambaye ni mpenzi wangu tukakaa hapa mama mdogo. Ingekuwa ni jambo la busara heti Shani, si ndio? Sio peke yangu Yaya Nole Magete. Wewe Ngosha, hivi unategemea mimi nikiwaweka hapa wawili sintaonekana nimewaozesha? Halafu mama Keshani unamjua vizuri. Unataka aje nitumbue macho yangu au anitoboe ili tumbo langu? Nisikilize Ngosha. Shani mwanangu, hapa ni ambacho nitaweza kusaidia mimi kama mama yako mdogo. Labda Ngosha abaki hapa, alafu wewe urudi nyumbani mpaka tutakapomaliza process zote za ndoa, ndipo mimi nitamruhusu huko, lakini kuwaweka hapa pamoja None ni nolema. Siwezi kukubali mimi Shani nikamwacha. Unajua Shani wewe ni kwangu ni kama maji wewe. Nisipokunywa nitakufuria hata ili shuka langu. Sijui unanielewa? Kwa mimi siwezi kukaa mbali na wewe. Yaani mama mdogo mimi ni Kisumu hivi. Kwa mbali naona kabisa maandishi yameandikwa. Hapana kukaa mbali na Shani. Kwa siwezi kukaa mbali na Shani. Shani mama mdogo huyo ana mpango mbaya na mimi, si ndio? Au mmesukana mpango? Shani twende bana. Mimi najua mama mdogo anaweza akasababisha mimi nikabaki peke yangu hapa. Twende bana. Sawa Ngosha.